Oh
Tulipotazama pande zote tukaona mkono wako, tulipokumbuka wapi
yako makubwa. Bwana upewe sifa na heshima. Unastahili heshima Mwokozi. Asante kwa neema yako. Kipindi hiki tunakiacha mikononi mwako. Muongoze atakayeendesha neno. Muongoze atakayetoa neno. Yesu, wewe ni Mungu. Kuna pesa ya kusikia mesaje yako. Kuna pesa ya kusikia kile ambacho tunakusudia. Asante. Upate kusikia kwako na tuelimike kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aseme jina lako lihimidiwe. Utukufu ni kwako, heshima na utukufu. Asante kwa upendo wako. Uko mwema Mwokozi. Wasifa na utukufu. Tunashangilia neema ya Bwana. Shangilia neema ya Bwana. Shangilia neema ya Bwana. Kwa ajili ya kutuletea ujumbe, tutaenda kukaribisha huku tukishangilia presence ya Mungu kwa jina la Yesu. Tutashangilia sote kwa ajili ya kukaribisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Neno ya kwanza, ninawapenda sana wote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nawapenda sana. Nawapenda sana kwa sababu maandiko yanatuambia kusema kwamba kama tupendani sisi kwa sisi kwanza ni kazi bure ambayo tunayomtafutia Mungu. Bwana nijue sana. Kwa siku ya leo napenda kuzungumzia neno moja ambayo wana wa Israeli walipoweza kufika nafasi hiyo ambapo wakaweza kupambana sana wakitafuta nafasi ya kupita, lakini kulingana na lengo ya Mungu yeye alipendelea nafasi hiyo hiyo wabomoe hapo hapo, wapite hapo hapo, waendelee na wafikie katika nchi ambayo Mungu alikuwa anahitaji kuwapa. Bwana nijue sana. Siku ya leo nilipenda sana kuleta tu kama vile faraja. Napenda kufariji tu. Kuna vitu vingine ambavyo vinavyoweza kusimama mbele yetu ni kwa sababu ya kutuvunja mioyo. Bwana nijue sana. Kuna vitu ambavyo vinavyoinuka mbele yetu ni kwa sababu ya kutuvunja mioyo. Na kuna vitu ambavyo vinainuka mbele yetu ni kwa sababu ya kututia sisi nguvu. Na kuna vitu ambavyo vinainuka mbele yetu ni kwa sababu sisi vitupe ile mamlaka ya kuweza kufanya nini? Kuvishinda. Bwana nijue sana. Amen. Napenda tuangalie katika kitabu ya Yoshua sura yake ya 6 kuanzia mstari ya kwanza kushuka. Joshua sura 6 mstari ya kwanza tutashuka. Tutafika kwanza 3, tutaendelea kujifunza sote pamoja polepole tuone ambako tutaenda kufikia. Joshua sura yake ya 3. Joshua sura yake ya 3 kuanzia 1.
kufika kwanza mstari ya 3. Tutaendelea lakini tutafika kwanza 3. Karibuni wasomaji. Yoshua sura ya 3:1 Ndio. Kisha kwanza kwa 3 nasema hivi. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema, nao wakatoka Shitimu wakafika mto wa Yordani. Yeye na wana wa Israeli wote wakakaa hapo kabla ya kuvuka. 2. Ikawa baada ya siku 3 Makida wakapita katikati ya marango. 3 na mwisho. Wakawaamuru watu wote wakisema, mtakapoliona sanduku la agano la Bwana Mungu wenu na makuhani wa Lawi wakilichukua, ndipo mtakapoondoka hapa mlipo na kulifuata. Amena. Bwana abidiwe sana. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hii ilikuwaka ni matarajio ambapo wana wa Israeli walipofika nafasi hii ambayo walikuwa nafasi hiyo siku nyingi wakitarajia kusema ya kwamba waone mkono wa Mungu wapate kuvuka, ambao ni nafasi ya kuelekea ambapo ni Kanani walikuwa wanaendea, ambapo walikuwa wanaendelea. Lakini walipambana na misingi mingi, wakafika mara ya kwanza wanakuta bahari iko nafasi ambapo hakuna nafasi ya kuweza wao wavuke. Wakakuta bahari iko hapo, hakuna nafasi ya kuweza moja kwa moja wao waweze kuvuka. Lakini wakamlilia Mungu, kulingana na pendo ya Mungu njia ilipatikana. Na wakati walipovuka hapo, kulikuwa nafasi ambapo ya Yeriko, ambapo ilikuwa ya kuweza wapite hiyo nafasi. Sasa hakukuwa nafasi nyingine ambayo ya kuwa waweze kupitia isipokuwa katika mji huyo wa Yeriko, waende waupite katikati na waende nafasi hiyo ambako wafikie katika ahadi ya Mungu kwenye ambako aliyoweza kuwapatishia. Bwana midwe sana. Shuka msomaji kwanza, endelea, kwa sababu tupapate vizuri kwa kila mmoja apate misingi mzuri kutoka katika kitabu ya Biblia. Tuendelee. 4 hapo, shuka. 4 nasema hivi. Ndio. Lakini na iwe nafasi kati ya ninyi na lile sanduku kama dhiraa 2000 kiasi chake. Msilikaribia mpate kuijua njia ambayo hamna budi kuiendea, kwa maana hamjapita njia hii bado. 5. Yoshua akawaambia watu, jitakaseni, maana kesho Bwana atatenda mambo ya ajabu kati yenu. 6. Kisha Yoshua akawaambia makuhani akasema, liinueni sanduku la agano mkavuke mbele ya hao watu. Wakalinua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. 7. Bwana akamwambia Yoshua, hivi leo nitaanza kukutukuza mbele ya Israeli wote, wapate kujua kuwa mimi nitakuwa pamoja na wewe kama nilivyokuwa pamoja na Musa. 8 nasema, nawe uamuru hao makuhani wachukuao sanduku la agano, ukawaambie, mtakapofika ukingo wa mji ya Yordani, simameni katika Yordani. Rudia kidogo, soma vizuri pa hiyo mstari. Nawe uamuru hao makuhani walichukuao sanduku la agano, ukawaambie, mtakapofika ukingo wa maji ya Yordani, simameni katika Yordani. Tuendelee. Na ninasema hivi, basi Yoshua akawaambia wana wa Israeli, njoni huku mkayasikie maneno ya Bwana Mungu wenu. Endelea baba. Mimi nasema hivi. Ndio. Yoshua akasema, kwa jambo hili mtajua kuwa Mungu aliye hai yu kati yenu, na ya kuwa hata kosa kuwatoa mbele yenu Makanani na Mhiti na Mhivi na Mperizi na Mugigashi na Mwamori
na Myebusi. 11. Tazama, sanduku la agano la Bwana wa dunia yote linavuka mbele yenu na kuingia Yordani. 12. Basi sasa twaeni watu 12 katika kabila za Israeli, kila kabila mtu mmoja. Itakuwa wakati nyao za makuhani walichukuayo sanduku la Bwana wa dunia yote zitakaposimama katika maji ya Yordani, hayo maji ya Yordani yatatingika, maji yale yashukayo kutoka juu nayo yatasimama kama chuguu kotini. Hata ikawa hao watu walipotoka katika hema zao ili kuvuka Yordani, makuhani waliolichukua sanduku la agano wakatangulia mbele ya watu. 15. Basi hao Bwana ndiye sana. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Hiyo nafasi ilikuwa ni kwa sababu ya kuvuka mtoni. Wewe uko mstari wa 5 kuanzia 1, lakini tuko mstari wa 6 kuanzia 1. Ni neno nzuri sana ambayo yote ni elekezo moja nzuri sana. Lakini tulipenda tuwe kwanza pa mstari wa 6 kuanzia 1. Ni pazuri zaidi sana ambapo nilipenda. Huko kwingine tunakujua zaidi. 6 kuanzia 1. Bwana nijue sana. Inasema hivi. Ndio. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. 2. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na ufalme wake na mashujaa wake. 3. Nanyi mtauzunguka mji huu watu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Bwana nijue sana. Simamia hapo. Nilipenda msomaji aendelee tuko kwa sababu ya nini? Alete uhakika. Kitu cha kwanza walikipata hapo ni kuvuka Yordani. Ilikuwa shida waivuke waende hapo ng'ambo, kwa sababu waende wapite tena Yeriko. Ilikuwa nguvu sana. Biblia inatuambia kusema kwamba asema basi Yeriko ilikuwa imejengwa, ilikuwa nafasi ambapo palikuwa penye kufungwa, ilijengwa zaidi sana. Hakukuwa nafasi ambapo wana wa Israeli wanaweza kupenyeza kupita ndani yake waweze kwenda katika nchi ambayo Mungu aliwapa. Biblia inatuambia kusema kwamba ilikuwa yenye kujengwa kweli. Lakini wakati walipofika nafasi hiyo, unisikilize sana. Napenda usikilize sana. Nilipenda huku juu 5, lakini si nako. Napenda tuende katika mstari wa 6. Ni mzuri sana, sura ya 6. Sura ya 6 inatuambia ule mgini ulikuwa wenye kujengwa sana. Na huyo mgini kama ulikuwa wenye kujengwa sana, ndipo huyo mgini mlikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kahaba. Mwanamke mmoja alikuwa Rahaba, alikuwa mwa hiyo mgini. Kama tunafuata ile andika sura 5, mpaka na wapelelezi walivukaka wakaenda kuangalia yule mgini, wakafika wakaangalia namna ya kwa uteke vizuri. Bwana nijue sana. Amen. Lakini Biblia paina mstari wa 6 inasema vizuri sana, wakati walipofika hapo wote wa Israeli na makuhani wote waliokuwa hapo wakaambiwa na Mungu, wale makuhani wakaambiwa hivi, huyu mgini ambao mnaufika mtazunguka mara 6. Mtauzunguka mara 6. Kila siku wazunguke siku moja. Bwana nijue sana. Wafike katika mgini huyo, mara ya kwanza wazunguke mara moja. Sasa waeneze siku 6. Manake siku ya kwanza wanaenda wanazunguka kama hii buffalo yote. Sasa ilikuwa ni kujengwa ukuta mkubwa sana. Sasa na Mungu aliona kusema kwamba akiacha ule mgini, maadui watatoka pale
wa kwenda kugandamiza kule kwenye wanaenda, hawatafanikiwa. Bwana nijue sana. Lakini maagizo ya Mungu akasema vizuri sana. Anzia 3 ile unashuka sasa, endelea sasa, tuwatie watu moyo. 3 nasema hivi. Ndio. Nanyi mtauzunguka mji huu, Ndio, watu wote wa vita. Mkiuzunguka mji huu mara moja, fanya hivi siku 6. Ndio. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku, na siku ya 7 mtazunguka mji mara 7, nao makuhani watapiga tarumbeta zao 5. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mti utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kubariki. Amen. Simamia mbele tu hapo. Fasi yote ni nzuri sana. Asema wakaambiwa makuhani wachukue ile pembe ambayo ni ya kondoo dume, hapana ya kondoo jike. Ile pembe ya kondoo dume. Na kisha na wengine wafate katika ile gundi. Sasa wakaagizwa kusema kwamba hiyo gundi ambayo mnaenda nayo, hiyo siku ya kwanza kusikue hata mtu mmoja wa kufanya kelele. Bwana ndiye sana. Amen. Kusikue hata mtu. Ni maagizo ya Bwana, inafika kwa wakoani, inafikia kwa Joshua, kwa Yoshua, na Yoshua anaenda kuipeleka makoani inatawanika, wanaanza kuifanyizia ile kazi. Wakafanya hivyo kama agizo ya Mungu ilivyokuwa. Wakaenda wakafika nafasi ile, wakazunguka jinsi walivyoambiwa bila kelele yoyote. Bwana midwe sana. Kama wataambiwa wale wa kupiga tarumbeta wapige, ndio watapiga tu, kusikue kelele ya mtu. Haleluya. Sasa wakati mimi nilipoweza kujifunza nafasi hii, ilinitia moyo kusema ya kwamba na sisi tunaweza kushinda tu majaribu. Mimi wakati nilikaa nikaona kusema kwamba na sisi tunaweza kushinda majaribu. Kwa sababu kazi ambayo walioifanya hawa watu ilikuwa ni agizo ya Mungu. Wanaambiwa mfanye hivi, mfanye hiki na mfanye kile. Na sisi kazi ambayo tunayoifanya ni maagizo ya Mungu. Tufanye hiki, tufanye kile. Ile Jericho ni inamaanisha alama ya vikwazo au ya blokaje moja fulani inayotokea mbele yetu kutushindisha kupata kitu ambacho tunachokitarajia kukipata mbele yetu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Wana wa Israeli, hiyo lukuta ambao walikuta hapo, ndani yake mlikuwa watu ambao hawakuwa salama, mlikuwa watu ambao walipinga sana, mlikuwa watu ambao hata wana wa Israeli wakiwa pite watawafata nyuma, ionekane waingie katika mateka. Kwa sababu nafasi ambapo walikuwa wanaenda kukurekipere tena mgini, wakati mnaacha maadui huku nyuma, mtakuwa katikati kule maadui yakinianza na huku maadui na nianza, mnakuwa katikati, hamtaweza. Bwana ndiye sana. Wakapewa plani kwa kuwa waweze kutembea vizuri, washinde ile nafasi, ndipo wataenda kushinda nafasi ambapo wanaenda. Wakaanza hiyo siku ya kwanza wakazunguka mara moja, mpaka siku ya pili, mpaka siku ya tatu, kama vile Biblia inatuambia mpaka siku 6. Siku ya 7 wakaambiwa wazunguke tena mara ngapi? Mara 7. Bwana midwe sana. Amen. Hiyo siku wanaambiwa wazunguke mara ngapi? Mara 7. Waanze hivyo hivyo polepole wanazunguka, kisha wakapewa na mipango jinsi ya kwa watembee. Wale askari wakuwe kumbele, musipige bunduki wala chochote. Kisha wale wenye kubeba matarumbeta na wao waende kumbele, makoani wakuwe kule, na sanduku yao ya agano iwe kule. Yaani wanaenda, musifanye chochote, wanaenda wanazunguka tu. Kama hapa tunaenda tunazunguka tu. Bwana ndiye sana.
wakafanya hivyo kulingana na agizo ambayo walioagizwa. Ikafika muda, kwa sababu kulikuwa watu ambao walikuwa wenye kubeba ile gundi, kama vile jinsi mnavyoiona kanisa. Kanisa inakuwa na mtu ambaye anaibeba. Hii gundi ilikuwa hapa, kuko na watu ambao wanaibeba. Weko wanaibeba. Mungu anawaambia muombe hivi, Mungu anawaambia muombe hivi, Mungu anawaambia muombe hivi, twende hivi, tufanye hivi. Ndivyo na wao wana wa Israeli walikuwa na makohani ambao waliongoza kundi ile. Ikafikia sasa mwisho wa kusema sasa hapo kazi sasa ianze. Wakawaambia kusema kwamba matarumbeta ilie kwa nguvu sana. Yaani wakapewa wanaume. Biblia isemi walipewa wanawake. Kwanza mapembe haikuwa ya kondoo jike, ilikuwa ni ya kondoo dume. Wakapewa kwa sababu wanaume weko na nguvu ya kupuliza, na ndio maana walipewa ile tarumbeta. Juu ni sikuandaa vizuri, nilipaswa kuibeba moja kule juu muione vile jinsi inakuwaka. Wakaibeba, wakaipuliza kwa nguvu sana, wakapuliza kwa nguvu sana, inalia kwa nguvu sana, na wakaambiwa wasifanye makelele, waanze tu kutembea. Wanafanya nini? Kishindo tu. Ile tu kutembea wanafanya hivi kishindo, ile ikuwe njoo silaha ambayo weko nayo, watembee tu na kishindo, na ile matarumbeta iko inafanya makelele. Hapo ndipo Mungu alijitukuzaka, akafanyaka mamlaka yake yote kuvunja ukuta wote ambao ulikuwa katika mikono ya wale watu ambao walikuwa ni kupinga Waisraeli wasipite nafasi ile. Bwana ndiye sana. Amen. Ile kupinga yao hawakutumikisha silaha. Biblia inasema walitumikisha kuimba na kupika ile matarumbeta. Manyumba kutikisika. Nyumba ambayo ilibakia ni nyumba ya ule mwanamke kahaba, ule Rahaba, ndiye nyumba ilibakia. Na ule ukoo ambao uliambiwaka wale watu wakae ndani ya ile nyumba, wasiende nafasi yoyote, na watie kamba. Ile kamba itasaidia kwa sababu ya nini? Iwe alama. Haleluya. Amen. Wewe siku ya leo na wewe unakuwa na alama. Uko na alama ya Yesu Kristo, lakini alama yako hauibebi vizuri. Bwana ni sana. Amen. Wao walipewa ile kamba iwe ni alama, watie hapo, ndipo watakuja, nyumba yao haitaanguka. Na ni kweli haikuweza kuanguka nyumba. Ile nyumba ikabaki hivyo hivyo. Na ile kamba ikaonyesha kweli ni kubaki hivyo hivyo. Wakazunguka na wakasema hivi, kila kitu chochote mtakuta, kuanzia fedha, oro na kila kitu kingine chote mubebe, lakini vitu vingine msibebe, kwa sababu fedha na ile mali yote maoro, madiamama nini, mubebe ni mali ya nani? Ni mali ya Bwana. Mwende muipeleke wapi? Kunyumba ya Mungu. Bwana ndiye sana. Ndivyo walivyoambiwa. Sasa wakati mmoja mimi nilikuwa najifunza, na sisi tunaingia katika vishawishi nyingi sana, lakini sisi tunawahi kumkataa Mungu. Tunawahi kukataa Mungu sana na kutokujitambua kenye ambacho tunabeba. Wale wa Israeli walibeba ile sanduku ya agano ambayo walikuwa nayo, na wewe unamubeba Kristo mzima ndani yako. Wao walibeba sanduku ya agano, ikafanya maafere, ikabomoa vitu, na wao wenyewe kwa kishindo yao ikageuka ni mabombardement ambayo ilianguka, manyumba yote ikaanguka na kuharibika. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kishindo. Na Biblia inatushuhudia, inasema hivi, kama unamaliza tu pote, uende ukae tu nyumba vizuri, uikae tu tulie. Anza tu mstari ya kwanza, ushuke mpaka 27. Maliza tu nafasi yote hapo, utasikia vile faraja ya Mungu itakavyokufanyizikia ndani ya moyo wako. Wakati tunapopata mashawishi fulani, wakati tunapoona vitu fulani, vipimo fulani, ni kwa sababu ya kutuvunja moyo, tusifike kupata faida yenye kuwa mbele yetu. Hiyo ndio kitu nilikuwa napendelea sana kuzungumza. Kwa sababu ya nini?
Angalia upinzani ambao walikuwa pale katika njiani, hawakupata nafasi ya kwa wapite nafasi nyingine. Tena hata wapite nafasi nyingine, wataenda kukumbana na ile gundi, itawaletea tena hali ya kuangamiza. Lakini ikaonekana kusema kwamba wapite katikati hapo hapo. Wakauzungukia mgini wao, si walikujenga walikuzunguka, hawajui kenye kufanisika nje. Lakini kale kama Karahaba kebo kenguikara kengujua, asema hapa kuko maagizo fulani, kuko ambao watu waliofika hapa wawili, wale watu walisema kusema kwamba ni watu wa Mungu, na kitu ambacho kitafanisika ni kwa sababu ya nafasi hii iharibike, ipomoke, kwa sababu ya kuwa wao wapite. Na wewe ninakwambia leo, kila msimamo shetani anaupanga mbele yako uharibike kwa jina la Yesu. Kwa sababu wewe uvuke uone kenye Mungu anakutilia mbele yako. Hakuna kitu ambacho kitasimama hapa kisuize kile kitu ambacho Mungu alikutilia mbele yako. Bakutukane, bakuzarau, watu wakuzaraulie sana, watu wakuseme sana. Nikuambie mipango ya Mungu ni ile ile. Sasa kazi ambayo wewe utafanya, bakia unatafuta uwepo wa Mungu, bakia unamtafuta Mungu, bakia katika zamu, nyamaza kimya, anza kutafuta tu uwepo wa Mungu, na yeye atakutendea kazi. Kazi kubwa ni kubakia katika zamu. Hello. Hiki ambacho tunachosema hapa haina tunajipendekeza. Maneno tunayosema hapa ni maneno. Asante sana wanafundi mitambo. Naona anatia na ukuta huko inaonekana. Wanafundi mitambo, Mungu akubariki sana. Kwa sababu hiki kitu ni kitu kia kuwa wewe na wewe utie ndani ya moyo wako. Hivi vitu lukuta lule ni vingi tunavyopambana navyo. Hata na watu wengine wanakuambia acha tu kanisa. Unaona ukiacha kanisa tunashika watu sawa. Hiyo ni ukuta. Kwa sababu ya nini? Kile ambacho kilikuwa mbele yako, yule shetani alishaona usema kwamba akivuka tu hapa atafanikiwa. Wakivuka tu, wakipita tu hapa wataendelea. Wakivuka tu hapa na gari nyingine watauza tena. Akipita tu hapa watafanikiwa. Sasa anapenda sasa amiharibishie. Bwana ndiye sana. Angalau akasifia katoto yangu kamoya hivi. Angalau kuambia sema mama yake mtu wake Mungu wangu mwenyewe ndiko naabudu. Na kwa kana kaangalia sana nasema Mungu akubariki sana. Haleluya. Mungu tunayabudu ni mkuu zaidi. Huyu aliyesaidia wale wa Israeli kuwavusha hiyo nafasi. Kitu cha kwanza, maji wanawavusha, Mungu anawavusha kwa bahari ambako kulikuwa hawatapita wakavuka. Kitu cha pili, wanakuta blokaje munene ya ukuta kusema hawawezi kuvuka hapo, lakini Mungu akawajalia. Akasema mwende kwa hekima, mwende polepole, mnyamaze kimya, mzunguke mko kimya. Kipindi kingine ukimya kumbe ni silaha kubwa. Haleluya. Haleluya. Sikiliza nikwambie, kipindi kingine ukimya ni silaha kubwa. Kimya tu ni silaha kubwa. Nyamaza tu. Sasa wakati unaponyamaza kwa watu, wewe usinyamaze kwa Mungu. Unabakiwa unamwambia Mungu, niko hapa mwana wako, niko na chunga upasue hii jaribu ambayo iko mbele yangu. Sikiliza, kama hii kanisa inategewa mitego nyingi. Kuna watu wanapingia kusema kwamba mpaka wakafungake. Wanapinga kusema kwamba mpaka wakafungake tu. Wakifunga tunaokoka. Msijione vile mlivyo. Msijione. Nini ni wana wa Mungu, na ni watu ambao wanakuwa ni wanajeshi. Nini ni wanajeshi? Wanajeshi wakuwa watu 5 wanapanda kumlima moja fulani, weko na mabunduki yao kule, kwa kuwatosha kumlima inabeba siku nyingi. Kwa sababu ya nini? Wapo pa mlima. Ile mlima wewe unaanza kupanda huko, wanakuona. Wanaangusha hata jiwe, inaonekana sema wewe na silaha ngumu sana. Kumbe ilikuwa ni nini? Ni jiwe walipiga kujiwe nyingine, inawaka moto, jia nguvu ile ya kupika. Inaanguka hiyo na vumbi, yasema wewe na silaha kubwa, kumbe ni jiwe. Haleluya. Na mimi nakuambia wewe una jiwe.
Mwambie Mungu kwa utulivu, Baba, ulitupa nafasi ambapo tunakuabudia. Acha tukuabudu katika roho na kweli, na utujibu haja ya mioyo yetu. Haleluya. Amen. Mimi nakuwaka hivi, mchunge tu niseme kidogo. Wakati unaposema papa napenda kuuza gari, mimi nasikia furaha. Mimi naliona gari, naanza kukuombea upate gari. Sasa ikifika haupati haraka, mimi kwa moyo wangu naumia. Hello? Unasema natafuta kazi. Wakati unaniambia mimi naanza kuomba kazi, hiyo kazi haifiki kuonekana, mimi moyo wangu unaumia. Naanza kumulilia Mungu, kwa sababu gani kazi haionekani? Kwa sababu gani huyu mtu hayafikia kupata gari? Kwa sababu gani huyu mtu hayafika kupata kila kitu kenye ambacho anakitafuta katika maisha yake? Ni faraja nilipenda kuwaletea wapendwa katika jina la Yesu Kristo. Tumtafute huyu Mungu, tuwe naye ndani ya mioyo yetu. Ana umbali hapana. Kenye kinafanikisha Mungu kuwa umbali na sisi, kenye kinafanikisha Mungu asitende kazi pamoja na sisi, hatuna ile bidii na hamu ya kumpenda. Bwana ndiye sana. Amen. Tunampenda Mungu kwa midomo yetu. Kwanza kushika tu sheria yake tunashindwa. Hao wana wa Israeli wangepingaka kusema wasifate makoani jinsi wanawaambia. Hii mgini ya Yeriko kama wakutegaka pale. Bwana ndiye sana. Kama hawakutegaka pale. Lakini wakasikia makoani vile jinsi wanavyosema. Mtafanya hivi, tutafanya hivi, tutafanya hivi. Ndipo subira ya Mungu akaona sema hawa watu, wale watu wanafanya subira, Mungu akawaona, Mungu akasema acha nitajibu, acha nitafanya, acha nitapanga, acha kitaonekana. Kwa kuwa wanione kusema mimi Mungu ndio aliyewatosha katika nchi ya Misri, kule ambako walikokuwa wakitembea wakifanya chochote, wakitumikishwa, hiyo nchi mimi nitawatosha. Na wewe ulikuwa katika dunia, ulikuwa mtu wa maovu, ulikuwa mtu wa tabia mbaya, ulikuwa mtu wa ustahili, ulikuwa mtu hata na wengine wakikwambia sema huyo hapana. Lakini ukaingia ndani yake Mungu, ukapatana naye, ukamwambia napenda kukutumikia. Tafuta pale ulipoanzia, upatafute sana. Ni kitu gani kinachoniletea mafadhaiko? Ni kitu gani kinachonifanya hivi? Kwa kuwa nisione mkono wa Mungu. Niko nasema kitu kinawezesha kukufanya wewe Mungu asikubali, ni kwa sababu ya kutembea kwako, ni kwa sababu ya kujipanga kwako, ni kwa sababu ya kumhakikishia. Wewe hauna na kumhakikishia hata kitu, unamhakikishia kwa midomo yako ya nje kwa sababu watu waone, lakini ukiingia ndani hapo uhakika wako na Mungu hakuna. Hapo ujue kusema kwamba hiyo vita yeye hawezi kukupikia hapana. Bwana ndiye sana. Soma mbele 23. 23 soma mbele pa 23 hapo. Anzia mbele 23. Tafuta 23 pale 23 pata tusaidia kabisa sura ile ya 6. 23. 23 nasema hivi. 23. Ndiyo. Basi wale vijana wapelelezi wakaingia, wakamtoa Rahabu na baba yake na mama yake na ndugu zake na vitu vyote walivyokuwa navyo, wakawatoa na jamaa zake wote pia. Nyamaza baba ikaa. Unasoma vizuri sana. Unasikiliza Mungu penye anaenda kupatia uwaki. Sasa wewe imagine tabia yako na mimi ni imagine tabia yangu. Lakini wafikirilie tu pa nyumba pale pa ule mtu ambaye ni msaifu, ule ambaye anaitwa kahaba, ule anaitwa shikamani, wanafika hapo maagizo ambayo walioisema kusema kwamba ukusanishe wale watu watakokubali wakuwe nyumba yako, kwa sababu ile nyumba yako haiwezi kuanguka.
Familia ikakutwa iko hapo, baba akakuwa hapo na wengine walikuwa hapo. Hao wengine wote hawakuweza kupigwa hata kidogo. Sikiliza, wakati kile kilupango kilipoweza kuanguka, haikuwa kianguke wabakie waangalie tu hivi hawafanyi chochote. Inaanguka, mishale ilifuata na upanga. Biblia inakuambia vile kweli. Mishale ilifuata na upanga ya kwenda kuteketeza ile nguvu yote ya nini? Ile nguvu ya wale watu ambao walisimama kwa sababu ya kupinga wana wa Israeli wasipite nafasi ile. Na wewe kwako kuna watu nyuma yako wanatembea, wanatafuta wewe uharibikiwe tu, hao tu ukufe leo, hao tu yeye asikie kwa sema gari yake ilipata accident, hao asikie kwa sema gari yake haitembei tena. Huyo muovu yeye anafurahi katika moyo wake. Sasa na mimi nakuambia washindwe kwa jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye tunayemwabudu, huyu mwana wa Mungu tunayemwabudu, ndiye ule ambaye wana wa Israeli waliomwabudu. Ule Mungu wa Waisraeli muweza yote, mwenye ambaye alikuwa na kabula mabahari watu wanavuka, mwenye ambaye alikuwa anafanya nafasi ambapo hapa kuko mlima na wawezesha mupite, mwenye ambaye alikuwa anafanya wanakuta kilupango kenye kujengwa, yeye anawaambia sema hapo mzunguke tu siku moja, mzunguke mara moja, mfanye siku 6, na kisha mkishafanya siku 6 ikienea siku ya 7 mzunguke mara 7. Bwana mjue sana. Amen. Na sisi tunaye wetu ule habadiliki, anatuma tu changement yake, anapenda kuwa ndani yetu. Anasema Kristo, mimi na Baba yangu nitafanya makao ndani yenu. Sasa sisi tunabeba ule Mungu mzima. Kwa sababu ya nini? Tutembee na kupigwa kwa nyuma ule shetani. Kemea kwa jina la Yesu Kristo, ondoa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Biblia nafasi hii inasema vizuri, mimi ilinitia moyo. Kwanza ukinipa makuta yenyewe nasema inatoka kwa mlozi, mimi nakwambia leta. Maandiko kama unasoma nafasi hii aliwaambia kusema kwamba mali yenyewe mtakuta mle vitu vingine msiguse. Kama ni vitanda, mamatela, nini msiguse. Lakini mkikuta oro, diama na fedha yote mubebe, kwa sababu ni ya nani? Ni mali ya Bwana. Mubebe mwende muitia wapi? Kunyumba ya Bwana. Na mimi nakuambia chochote wanachokufanyishia wao wanakutega kwa sababu ya kuwa waibike, upungukiwe. Ni mali ya Bwana. Omba kwa Mungu wakuwe mateka wao ili sisi tufaidike. Siku moja pasta moja akaniambia sema, papa, ulishaona aka mtandao, aka clip kwa mtandao? Naambia sana, nilikaona wewe unasaulika, si mimi nilikutumia. Sasa ni wewe ulinitumia. Mimi niliwasia sema ni mimi nilikutumia, sema hapana. Nikaanza kusema hivi, kisha miaka 6-7 kumbele tuko tunaenda. Hakuna mtu atakajiotororo waka kusema naenda kanisa. Nini yote mtakuwa mnakataa kwenda kanisa. Hiyo clip niko nayo. Hakuna mtu atakafikaka kujipa ile moyo ya kusema kwenda kanisa. Kupitia nini? Mtumishi wa Bwana alimigusia. Hivi vyakula Mungu mnakula ni chakula ya kufanya ukipoa kukazi, ukitoka kukazi na kufika pa nyumba unakula, unasikia usingizi na kulala, unatoka kukazi mchoko double. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu mko chembe ya kumaliza nguvu ya Mungu tu isikawepo. Bwana nijue sana. Kisha miaka 7 huku tuko tunaendelea. Tuanze kuhesabia 2026 kwenda huko kumbele. Miaka 7 kumbele. Asema ukikapataka nguvu ya kuingia mkanisa huko mwanaume. Sasa unasikia ulimwengu wa giza uko na kupangia wewe mwenye kubeba Mungu. Utaitika? Hawezi kuitika. Ndipo sasa na sisi tusimame tunamwambia Baba, tunazunguka kimya kwa kishindo, tukienda kuharibisha mamlaka yote ya kuzimu, tukienda kuharibisha mipango yao yote. Kahaba mkuu mwenyewe ambaye sasa ule mama wa ajabu, watu wanaingia hapo 5 nyumba, na watu wazima hapo wanayoa. Watu wanaingia 7, watu wanaingia 13. Hapana ovyo. Sikilizeni.
kuko watu wanakaa kwa hoteli, anajulikana yeye na mikanda yake, anajulikana kukikuya wakubwa, yeye ndio wakupokelelea hao wakubwa. Huyo mama alikuwa hivyo, mtu mkujulikana alikuwa hivyo. Kwa sababu hata president, hata mwenyewe mfalme alikuwa sanata, mwende mpeleleze kwa ule mwanamke, ataniambia kweli. Sasa angalia, ule ambaye alikuwa mwovu aliweza kusaidia nyumba yake ikaokoka. Sasa wewe, kwa nini usimkamate huyu Mungu na ukweli ambaye anasema atafanya makao kwako? Umpokee tu kwanza, umjaribie kwanza. Mengine yote ndio yabene tukuwa kawaida. Unaiacha tu, unahakikisha tu kusema kwamba atakuwa pamoja na Mungu na atanitendea kazi. Utaona mabadiliko msiku mbili yanabadilika. Kitu kinafanyizisha Mungu asiweze kubadilisha mioyo yetu na kubadilisha mapito yetu ni kwa sababu ya nini? Anatuona vile tunavyofanya mbele ya watu. Ninasema mengine katika kitanda, ninafikiri mengine kwenye mimi naenda kutembelea mengine kwenye mimi narudia kanisa, naonekana ni Mkristo. Maana mtu anakuwa kama popo, si ndege, si nyama. Mtu anakuwa kama kamereo, si nini, anakuwa wa blue, anakuwa wa black, anakuwa wa yellow, anakuwa wa kirangi. Sasa wewe Mungu atafanya kazi muda gani? Hacha muda wa Bwana utende kazi kwa ajili yako. Haleluya. Hacha muda wa Bwana utende kazi kwa ajili yako. Tumtafute kwanza yeye, angalike anapatikana. Tumtafute angalike anasema. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya wapendwa. Amen. Sikiliza. Sitakwambia utani ambacho mimi sikifati. Mimi nakwambia kenikuwa ndani yangu. Na ndio maana usinizuru sana wakati niko natafuta kwenda kanisani. Hiyo kitu naambia hata mke wangu na watoto wanajua. Kama unapenda unifurahisha mimi, unajua ni siku ya Mungu, ujipange mapema sana. Uwe tayari tu, tukisema twende, tutoke sote, kwa sababu utanikwaza tu. Ukianza sema si avuala, si nani, nikikuona natoka na nguo ile ile unavalaka, mimi nasikia ndani yangu naumia. Bwana nijue sana. Sababu ya nini? Tufike hapa tumzungumzie yote tuko nayo. Kama tunafika hapa tunamwambia yote, atatenda. Wana wa Israeli alitenda na wao pamoja, walikuwa na muomba na Mungu akafanya. Na ndio maana tunatoka kwa manyumba kule. Kwa sababu ya nini? Watu watakuja kututembelea kwa manyumba, tutashindwa kumwabudu mzuri. Kumbe tuende hapa, kila mmoja anajua sema hapo wanaenda kumwabudu ni nani? Ni Mungu. Na ndio maana tunakuja mahali hapa. Hapa tunakuja hapa nikwambie, kama unaona asema ayasikia, wewe muombe tu hapo hata uanze kulia, atakukubali. Zamani ndio nilikuwa naonaka imani ya watu kulia, kwa sababu anajikuta anafanya hiki kinashindikana, anafanya kile kinashindikana, anaanza tu kulia. Lakini wa sasa utaona yeye ndio anafurahi, aoni ubaya, aoni kenye anapitia ni kibaya. Wana wa Israeli walishikwa mkono na Mungu. Wana wa Israeli walisaidiwa na Mungu, wakateketeza ule mgini na wakapita hapo. Bwana nijue sana. Yaani nilikuwa sema wapiti wakapita. Na wewe muombe Mungu, wakisema unashindwa, wewe sasa ndipo uwezi. Haleluya. Amen. Na mtu anakuambia sema nitakuona huyu mwaka hautamaliza. Na wewe unageuka na mwambia, wewe mwenye anasema kwa mwisho sema kwangu, waliniambia ataona. Na yeye anasema kwa mwisho atasema kwa ajili yako. Haleluya. Haleluya. Amen. Huyu tunayetumikia wapendwa, anapenda sisi tukue watu wa mioyo safi, kama vile wana wa Israeli walivyojipanga, wakajipanga kwa usafi wao. Wakajipanga vizuri pamoja na Mungu, kwa sababu wapite nafasi ile na walipita. Na wewe chochote ambacho wanachokuambia ishindikane kwa jina la Yesu Kristo. Bwana nijue sana. Kwanza usiku nilikuwa najifunza, nikasema mimi roho yangu, ndani ya roho yangu, na mikumbukaka sana, nikamuona Mama Feza, nikaanza kusema hii motoka
napenda akapatie mtu moyo mkanisa. Nilisema hivyo hivyo kwa moyo wangu. Na ile ilikuwa na Papa Erasto akapatie mtu moyo mwingine, hata kama ni wa nyumba yake anampatia, anakuwa na motokai nyingine. Nikaanza kusema nitafurahi kweli. Mawazo yangu nikaanza kufikiria hivyo. Bwana nijue sana. Na wakati tunaposema hivyo, tujue kusema kwamba Mungu anafanya nini? Anaanza kutafuta atumikie pa kile kitu ambacho sisi tuko tunajiwaza. Bwana nijue sana. Amen. Nilikukumbuka mama, siku moja nilikuonaka unaniombea. Siku moja nilikuonaka unaniombea. Turu moya hivi. Lakini hapa uniombei tena. Sema tu kweli. Au niombeake. Siku moja nilikuonaka unaniombea. Ni mara ya pili kukuambia. Nishakwambia tena. Asante. Nakwambia tena. Kale kamotere kale ulikaachaka. Na mimi nakuwa nahitaji msaada wa maombi. Haleluya. Amen. Bwana nijue sana. Amen. Ulikuwa na nguvu lakini na kucheza kidogo. Hiyo mapito unayopitia ni machache sana, madogo sana. Mtu anaambiwa hapa peko bahari, lakini yeye anafika pale, anasema hapa. Wanaambiwa hivi, msomaji alisoma wakaambiwa hivi, mbebe hiyo sanduku ya agano na makoani wachie kwa mabega. Unajua makoani? Kama hapa petu utasema ni wanani? Chuma nikuonyeshe. Papa Erasto usimame kwanza. Mama Mushinga usimame kwanza. Usimame. Nani? Mama nani? Simama mama nani? Mama Anje. Simama. Hawa watu unaona, mama pasta, simama mbio sana, usichelewe. Simama haraka sana. Simama. Unaona hawa watu ni alama ya makoani, nikuambie. Sikiliza. Siku moja hivi niliambiaka mtu mmoja hivi. Nikamwambia hivi, tuko mumtumbu. Mimi niko Butenzi na huyu Papa Erasto anakalia ngambo ya kulia na mama anaikalia ngambo ya kulia. Mwewe wawili mnaikalia kushoto. Tuko mkwenda tunarame, tuko Mtanganyika, tunatembea fasi tunatoka Moba twende Kalemi. Sasa tunafika hapa fasi, tuko na mtumbu. Ule mtumbu ukizama, atukuzama pamoja na mimi mwenye kwa Butenzi. Tuende pole munijibu tu kwa bie. Si tuko wote mtumbu moya, tuko tunarame tunaenda. Mimi njoo kuongoza sukani. Tuendee wapi? Asema tushote hapa, naongoza. Tunapambana na pepo, mtumbu unazama. Atukuzama sisi sote. Haleluya. Watu hawa ni makoani ambao Mungu aliwatumikishaka. Wanaambiwa hivi, hawa kulikuwa wanaume. Sasa mimi hapa sasa mimi napenda kutumikisha sana na wanawake. Sababu ya nini? Wanawake akikuwa na nguvu nikwambie ni hatari. Kama ni mlozi akikuwa mwanamke hautalala, utakesha. Kucha tu hivi anakufunga mpaka unakucha huko nafungwa. Mimi na ndio maana napenda kutumikisha hawa wana mioyo ile ya kumbeba Kristo kwa ukweli. Kwa sababu ya nini? Wanakuwa na kilio cha kuzaa, alizaliwa kumutu, wanakuwa na ile moyo ya kumkumbukia. Sio wanawake wa mingi sana, wanaume wa mingi wanamkumbuka Yesu zaidi. Ni mpaka wagushwe na neema kama baba yangu, mtoto yangu hapa. Ni mpaka wagushwe na neema. Bwana midwe sana. Amen. Sasa hawa watu njoo aliambiwa hivi, hii sanduku ya agano mnabeba. Alisoma msomaji, simama wakuone. Hii sanduku ya agano mnabeba. Hawa watu watie tu mabega, wakuwe nayo, waanze kwenda polepole. Vile jinsi walivyokuwa wanaenda na maji inaanza kwenda na kabulikana. Wanafanya pai ingine maji inaenda. Kwa mwisho wanafika kule. Wanapita pagravu. Hapana, wanapita mtope. Watoto wa Mungu wachafuke. Wanapita pakavu. Kwa sababu ya nini? Makoani walibeba. Na ndipo jinsi tunavyonenda, kama tunaona kitu hakina sawa, hii vichwa ndio vya kulilia sana. Mbona tuende tena vizuri? Tunaenda je? Mimi niko Tukutenzi, mkitumbu tukizama, tunazama ni sisi sote. Na tuanze kuogelea, tugeuze mtumbu ni sisi sote tutaogelea, tuanze kufanya mzuri. Bwana nijue sana. Amen. Haleluya. Mkae watumishi wa Mungu. Wana wa Israeli walipata ushindi. Na kama wana wa Israeli walipata ushindi, ule mtoni ulikabulika tu Jordan, huku na huku wanaenda, maji inakabulikana na wakavuka pakavu. Gundi yote
ambayo ilikuwa na Joshua, kwa sababu Musa alikuwa kishakufa, wakavuka hapo. Haleluya. Wakapambana tena na mshingi mwingine, lupango lilikuchengwa mrefu, lakini wakaambiwa sema, hamtaenda huku wala huku, zungukeni mpomoe, kwa sababu ndani ya pale mgini muna maadui, mkishaenda hamtapita vizuri. Na mimi nakuagiza leo kwa jina la Yesu Kristo, kila mipango ya giza ishindwe kwa jina la Yesu Kristo. Waliokuambia ukazai mpaka tukaone katoto kako ka mwisho unakazaa, ndipo tunasema Mungu anafanya neema. Waliokuambiaka wewe au ukapataki chochote, sikiliza, vitu vingine tunapata kwa mkono wa Mungu, lakini sisi tunamkosea Mungu bila kujua kusema kwamba hivi vitu nilivyovipata ni vya Mungu. Wewe unajibeba vinakuwa vyako tu. Acha. Kila kitu tunachopata haina kingine kuya kwetu tu. Unakiona unajipata tu kwa rara tu. Nitafute Biblia niuze. Unasikia mtu anakuambia sema hapana, nilisikia wanasema Biblia. Na pengine akusikia aliota. Nilisikia wanasema Biblia sema hapana, nitakutumia Biblia. Unaipata kwa urahisi. Haujui kama unapata kwa urahisi ni nani aliyekusaidia. Ni Mungu aliyekusaidia uipate ile Biblia. Sasa uitumikishe vizuri, ifanye kazi ya Mungu vizuri. Bwana nijue sana. Kila kitu tuko nacho, tujue Mungu ndiye anayetupatishia, ndiye anayetupigania vita, na vita ataipiga kabisa. Kwa sababu ya nini? Tuko waaminifu, tutembee na uaminifu wa kumtafuta Mungu tu muda wote. Hiyo ndio siri. Mpendeze Mungu tu. Makwambia sema unaishia hapo. Wewe unasema unaishia hapo ni wewe. Lakini kuko mwenyewe atasema naishia pale. Hiyo tuwe nayo ndani ya mioyo yetu. Wana wa Israeli walipata kupita katika fasi ambapo ilikuwa ngumu, lakini Mungu aliwawezesha. Na mimi kwa siku ya leo nakupa faraja ya kusema kwamba na sisi safari ni ile moja. Wao walivifanya vyenye kuonekana kwa macho, sisi mengine tunapigana nayo kwa siri. Wanakutumia pepo kwa siri, lakini Mungu atakuacha, atakuonyesha ndoto, maono. Kama vile mimi hapa napataka maono. Kuko maono mengine naambiwa umwambie mtu, kuko mengine na kujua na vile jinsi ulifanya usiku. Mimi hapa siku moja nilimwambia Papa Erasto asema, naogopaga ni kwa sababu mengine naambiwa niseme, mengine naambiwa nisiseme. Sasa nikikwambia wewe utaona sema ulijuaje. Bwana niwe sana. Nikwambie tuna neema, na ndio maana tufanye mapenzi mazuri tu ya Mungu. Wakati mwingine wewe uko na dia, mimi niko nakumbuka dhambi yako, niko nakuombea dhambi yako, kwa sababu dhambi yako mimi naifahamu. Bwana niwe sana. Wewe uko na dia nini na nini? Mimi nilishajua wewe kenyeke kufanishisha ni ile dhambi yako yenyewe unapenda sana. Kama unazoea masturbation mkitanda, mimi najua sema kenye kumpotezea nguvu yote ni masturbation mkitanda. Mungu anamsikiaka, lakini akienda mkitanda hajui kusema kwamba ana Mungu. Mungu anamkimbia, anaingia mshida. Na nguvu ya masturbation nikwambie inakuletea pepo nyingi pa nyumba. Kugeuka watu kila mmoja anaangalia huku licho mnene, mwingine anaangalia huku licho mnene. Njoo nguvu ya masturbation. Na kuambia utakatukana na mtoto mdogo kwa sababu ya nini? Ya hiyo nguvu ambayo unayofanya. Pepo yote inafuata hiyo harufu, inakuya ni chakula yao na inakuingia na mdamu ikutumikishe, kwa sababu wawai wapate chakula chao, nguvu yao, na warudie baharini. Sasa wewe wakati unapokuja kuniambia mimi nakuona na kujua, naanza kuhangaika na kuombea Mungu. Mungu mjalie huyu mtu abadilike, ajijui. Kenye ambacho wewe majibu uko na kawisha pa kufika kwake ni hiki. Bwana niwe sana. Kaaba, ule Rahaba alikuwa ni mtu wa ovyo sana, lakini alibadilika, akaokoka kwa ukweli. Akaokoa na watu wengine. Na wewe usijikaze kwanza uokoe na wengine. Kama kulikuwa tabia mbaya, usipime mile kuiacha. Umwambie Mungu asema hii mwaka mimi nakupima. Na ataendelea nikikupima kwa sababu unifanyishie makuu, na Mungu atafanya. Kupitia nani? Kupitia Yesu Kristo. Bwana tubariki sana. Tusimame sote. Amen, amen. Tusimame sote. Tumwambie tu Mungu aturehemu. Hatuna na kingine ambacho tutaomba hapa.
Wewe kwa kinywa chako hatutakusukuma. Ukikaa kimya, ni wewe mwenyewe unapenda yale unayoyaona kwako, unaona ni mazuri. Mwambie tu Mungu kwa jina, Baba uniwezeshe mapito yote unayoitia kwangu iwe ya blokaji. Wengine wananiambia sikapataki Bwana wakuwa naye kwa nyumba. Mwambie Mungu atakuwezesha, Bwana ataonekana. Haleluya. Haleluya. Mwambie Mungu hivi, wale wote wananipatia bige kwa masomo ya ujanja, wakati mimi ninapoandika naandika ujanja, wananibebea akili yangu inaenda kwao. Baba na declare kusema kwamba uniwezeshe, soma tu hiyo nguvu nirudilie, niitumikie mimi mwenyewe, kwa sababu ni nguvu ambayo ulinipa. Na wewe ni maombi kama uko mwanafunzi, itakusaidia katika jina la Yesu. Tuombe sote. Asante Yesu. Asante Yesu. Wana wako walioambiwa kufa ninakata kwa jina la Yesu Kristo. Walioambiwa watagonjwa wanakata kwa jina la Yesu Kristo. Walioambiwa wataona makuu ambayo yatafanyika mabaya nakata kwa jina la Yesu. Walikuambia watarogewa, Baba nakuja kwako na milio naleta kwako. Baba wapiganie. Walikuambia watarogwa, Baba wapiganie. Yesu anamadero sana. Jina lako litukuzwe. Baba tenda makuu. 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 Jina la Yesu Kristo. Ulilie Mungu kwa kinywa chako. Mwambie tu Mungu awezeshe. Uko na hamu ya kupata Bwana. Mwambie Mungu ni siku ya leo. Mwambie Baba unipe Bwana. Mwambie Baba unipe Bwana. Unipe mume. Unipe mke. Unipe mume. Unipe mke. Na yeye atakupa. Wanalia kupata waume, wanalia kupata wake. Baba fanya wingi wa wake, fanya wingi wa wake.
tukae sote, tukae. Mukae. Muikalie nguvu yote ambayo inayotatiza. Kila mtu mwenye kuwa wima anatamani kukaa. Ukae ukisema na ikalia mamlaka yote ya giza, mipango yao yote na ikalia isipate na nguvu kwa ajili yangu. Mimi ninaenda kuomba kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Baba, natamka maneno haya na kupenda na kutumainia. Hii bundi ambayo ulionipa kwa ushirika wa nguvu za Roho Mtakatifu, unawatuma wengine kwa uwezo wa mamlaka yako. Tuko pamoja Baba tukikuomba wewe. Kila kuinuka kwa nguvu ya giza tunaenda kuikalia katika jina la Yesu Kristo. Kila mipango ya nguvu ya giza tunaikalia, tunaikomesha isipate kuinuka kwa ajili yetu katika jina la Yesu Kristo. Natamka amani, natamka salama, natamka uwezo. Kila vizingiti, kila blokaji, kila ukuta, kila majaribu, kila mipango ya kuzimu ya watu wabaya, Freemason, washindwe kwa jina la Yesu Kristo. Na Bwana atubariki sote, na kila mmoja aseme amen. Amen.